Hujambo, mimi ni Awadhi Rashidi na hii ni Arusha One Radio. Rais wa Jamhuri ya Rwanda Paul Kagame amekariri kuwa tatizo la Rwanda siku zote limekuwa matishio ya kiusalama yanayotoka nchi jirani ya Kongo na sio madini ya taifa hilo. Katika mahojiano maalum na mwanablogu wa Marekani Mario Nafal, Rais Kagame amesisitiza kuwa suala la madini ya Kongo halijawahi kuwa kipaumbele cha Rwanda, lakini vitisho vya usalama hasa vinavyosababishwa na wanamgambo waliohusika na mauaji ya kimbari wanaungwa mkono na serikali ya Kongo ndio kiini cha mzozo. Mara kadhaa Kinshasa imekuwa ikidai kuwa Rwanda imekuwa ikiiba madini kutoka Kongo, shutuma ambazo Kigali imekuwa ikizikanusha mara kwa mara. Katika mahojiano hayo, Rais Kagame amesema Rwanda imefanywa mbuzi wa kafara, ilhali nchi zinazopata mabilioni ya fedha kutoka kwenye migodi ya Kongo zikiachwa, na kwa sababu zina nguvu kubwa za vyombo vya habari zinaibebesha lawama Rwanda, huku zenyewe zikiendelea kunufaika na siasa mbovu za nchi ya DRC. Tatizo letu sio madini ya Kongo, wala tatizo letu halina uhusiano wowote na madini ya Kongo. Tatizo letu ni kuhusu usalama wetu, na tukihakikishiwa usalama wetu hatuwezi kufikiria juu ya madini. Hilo litakuwa jambo la mwisho akilini mwetu, alisema Rais Kagame. Rais Kagame amesema katika orodha ya nchi 100 zinazonufaika na madini ya Kongo kama vile Uchina, Ulaya, Marekani, Canada na baadhi ya nchi za Afrika, basi Rwanda itashika nafasi ya mwisho katika mgao huo. Kuna hali imefanywa kuonekana kuwa wale ambao hawajali sana kuhusu madini ya Kongo ndio waonekane watuhumiwa wa kubeba shida zote za mamia hawa wanaopata mabilioni ya dola bila kuacha chochote nyuma. Rais Kagame amesema mzozo wa mashariki mwa Kongo daima umekuwa ni wa familia za asili katika eneo hilo ambazo zilijikuta kuwa sehemu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kugawanywa kwa maeneo kutokana na mkutano wa Berlin wa mwaka 1884 na mwaka 1885, na wamekuwa kiishi huko kwa karne nyingi. Unaweza kuzungumzia wengine waliohama na kwenda Kongo kutoka Rwanda au kokote kule, lakini kuna wale ambao ni wazawa wa Kongo. Hawa ndio wanaopigana, ambao serikali inawatoa na kuambia warudi Rwanda, Rais Kagame alisema, akimaanisha vuguvugu la M23. Rwanda imekuwa ikihifadhi zaidi ya wakimbizi 130,000 wa Kongo kwa kipindi cha miaka 23 ambao serikali ya Kinshasa imekataa kuwarudisha nchini mwao, Kagame alisema. Vita vinavyoendelea kati ya muungano wa jeshi la serikali ya Kongo linalojumuisha wanamgambo waliohusika na mauaji ya kimbari FDLR, zaidi ya wanajeshi 10,000 wa Burundi, mamia mamluki wa Ulaya, vikosi vya SADC vinavyoongozwa na Afrika Kusini dhidi ya waasi wa M23 vilianza mwaka 2021. M23 sasa ni sehemu ya muungano mkubwa wa waasi wa Congo River Alliance AFC ulioundwa Disemba mwaka 2023. AFC inapigania utawala unaounga mkono haki za binadamu, kuwalinda raia wote wa Kongo na kushughulikia sababu kuu za migogoro. Viongozi wake wameapa kung'oa ukabila, upendeleo, ufisadi na itikadi za mauaji halaiki miongoni mwa maovu mengine yaliyoenea nchini Kongo. Mizizi ya uasi wa M23 hadi kwa vikundi vya upinzani vilivyoanzishwa wakati wa kupinduliwa kwa utawala wa Rais Mobutu Sese Seko. Rais wa zamani wa Kongo Mobutu Sese Seko aliunga mkono vikosi vya mauaji ya halaiki vilivyokimbilia Zaire, sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi nchini Rwanda na kukaa karibu na mipaka ya Rwanda ili kuanzisha mashambulizi ya kuiumbisha Rwanda na kurejesha tena utawala wao. Licha ya wito wa mara kwa mara wa kuingilia kati kimataifa, Rwanda ililazimika kuchukua hatua kwa upande mmoja, ikishirikiana na vikosi vya upinzani kumwangusha Mobutu katika vita vya kwanza vya Kongo. Baada ya kupinduliwa kwa Mobutu, Laurent Desire Kabila ambaye wakati mmoja alikuwa mshirika wa Rwanda aliwasaliti washirika wake hao na kuanza kuunga mkono majeshi yaliyohusika na mauaji ya kimbari ya Rwanda. Usaliti huo uliibua vita vya pili vya Kongo vilivyodumu kwa kipindi cha miaka 5 na kuhusisha nchi nyingi za kanda. Licha ya makubaliano wa Sun City ambayo yalileta amani nchini Kongo, masuala msingi hasa uwepo wa kundi la FDLR yalibaki bila kutatuliwa. Serikali tofauti za Kongo zimetumia kundi la FDLR kuangamiza Wakongo wenye asili ya Rwanda na hatimaye kuiumbisha Rwanda, jambo ambalo Kagame amesema alilijadili na kila serikali ya Kongo. Kagame alisema alijadili swala hilo na Rais Felix Tshisekedi mara kadhaa kabla mzozo hivi punde kuzuka. Katika mahojiano hayo, Kagame pia alihoji ujumbe wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa ambao wamekuwa Kongo kwa miaka 24 iliyopita na
wametumia takribani dola bilioni 40 bila kuleta amani. Walikuja kufanya nini ili kuleta amani? Wameleta amani gani? Walikuja ili kutatua tatizo linalohusu usalama wa Rwanda na hawa FDLR ambao wameishi huko kwa miaka 30 iliyopita. Hakuna kitu pekee walichokifanya ni hili la kuwarejesha nyumbani baadhi ya FDLR na familia zao kurudi Rwanda. Na tukitoka huko nchini Rwanda, sasa tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo vikosi vya wanajeshi wa Kongo FARDC vimeeleza mafanikio yao katika operesheni zao za hivi karibuni walizozifanya huko Beni, mkoa wa Kivu Kaskazini. Wakizungumza na waandishi wa habari, FARDC imeonyesha waasi waliojisalimisha au kutekwa wakati wa mapigano upande wa kaskazini katika maeneo ya Beni na Lubero. Jeshi la Kongo pia lilimuonyesha mwanajeshi wa Rwanda aliyetekwa nyara kusini mwa Lubero wakati wa mapigano dhidi ya waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda. Kukamatwa huku ni sehemu ya operesheni za FARDC dhidi ya makundi yenye silaha yanayofanya kazi katika mikoa ya Beni, Butembo na Lubero, hasa waasi wa ADF na M23 wanaungwa mkono na Rwanda. Wakati wa operesheni hiyo, jeshi la Kongo pia lilibainisha kukamatwa kwa Watanzania wawili walionaswa kwenye kizuizi cha Pasisi walipokuwa wakisafiri kwa pikipiki kuelekea kambi ya waasi ya ADF iliyopo Mombasa. Kanali Mark Hazukai, msemaji wa operesheni eneo la kaskazini, alitoa hakikisho kwamba wale wote ambao wamekamatwa au ambao wamejisalimisha wataadhibiwa kwa mujibu wa kanuni na sheria za kimataifa na zile za kibinadamu. Mwisho wa siasa za kanda. Kutoka Arusha One Radio, jina langu ni Awadhi Rashidi.